Hi guys, habari, karibu tena kwenye kipindi kingine cha Unpopular Discussion. Leo niko na daktari wa binadamu, yes, na anadeal sana na watoto. Dokta, jitambulishe jina lako. Habari, naitwa Gladys. Ni mama, na pia daktari wa watoto. Yes, hicho ndo ninachofanya. Yeah. Tumeona watu wengi ambao wanapata watoto kwa mara ya kwanza ni kama wanajipoteza. Yaani yeye na mtoto wanakuwa hawaelewi wako kwenye season gani. Na mwingine anatarajia kupata mtoto baadaye, aweze kujifunza ni nini ambacho unatakiwa kufanya wakati huu ambao ni mpya. Unawezaje kuembrace hii season? Unawezaje kukumbatia huu wakati bila kujipoteza? Karibu sana ili tuweze kujifunza zaidi. Gladys, ilikuwaje ukawa interested na masuala ya watoto ambao of course yatatuleta kwa mama pia? It's quite interesting. Nilipenda ni interest ambayo ilijengeka moyoni mwangu wakati nikisoma degree yangu ya kwanza ya udaktari. Kwa hiyo kwa sababu unaposoma degree ya kwanza unasoma kuwa daktari wa kila kitu. Yaani wa binadamu mzima. Isipokuwa meno na kinywa. Meno ndo ina degree yake tofauti peke yake. Lakini hivi vitu vingine unavisoma kwa pamoja ndani hiyo miaka ya 15. Kwa kadri unavyoendelea unakuwa unakuwa exposed kwenye hizo idara zote, idara tofauti tofauti za kina mama, za mifupa, mambo ya moyo, matumbo, watoto hivyo. And then unakuja unaona moyoni mwako unaona kitu gani hasa kina resonate na wewe ambacho unaweza kaamua kuendelea huko maisha yako yakaendelea hivyo. Kwa mimi nikapenda kufanya watoto. Interesting kwa sababu wakati nikiwa sekondari nilifikiri nitakuwa daktari wa upasuaji. Surgeon. Yes, surgeon. Yes. Na nilikuwa na enjoy sana dissections za biology. Mimi nilikimbia PCB kwa sababu ya nani? Panya, nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nilikuwa na enjoy sana dissection na napenda, yani hata in my own time nitakamata kiumbe nitakifanya dissection. Jamani. Kwa hiyo nikafikiri kwamba nitakuwa daktari wa upasuaji. But then asa hiyo ilikuwa ni kwa panya na mende. When I came to real situations nikiwa chuoni nikaona siwezi fanya maisha yangu hapa. Kwa hiyo interest ya kuwa kwa watoto ndo ikajijenga hapo. So nikawa nimependa hivyo na maisha yangu mengi ya kazini nimefanya kazi na watoto. Yes. We are so happy to have you back kwa sababu tulikuwa na wewe na hii ni mara nyingine tena tuko na wewe. Yes, na who is a new mom? Unajua mimi na watoto 3 kwa mfano na wewe una wa kwako. Mtu anaweza akawa new mom kwa mara ya pili, mara ya 3 au ni mara ya kwanza peke yake? Na who is a new mom? Tunaposema new mom ni mama mpya. Mama mpya ambaye analea mtoto kwa mara ya kwanza. Inaweza sio mimba ya kwanza. Inaweza sio mimba ya kwanza, lakini akawa ni mara ya kwanza kujifungua na kupakata yule mtoto. Huyo ni new mom. Anapopata mtoto wa pili na wa 3 ni new kwa maana ya kwamba yule mtoto ni mpya kwake, lakini hawi new kama yule wa mtoto wa kwanza kabisa. Yes. Inakuwa tofauti. Ingawa watoto pia hawafanani. Kila mtoto anaweza akaja kwa namna yake. Kwa hiyo still utakuwa new kwa sababu yule mtoto ni mpya. Hujawahi kuishi na yule mtoto before. Kwa hiyo still that baby is new. Kwa hiyo you are new to mother that baby. Kwa inakuwa new mom kiasi hicho. Na ni season ambayo ni muhimu sana. Kuna meme niliwahi kuona wanasema a woman will never forget how you treated her during pregnancy. Okay. Wanasema yani mwanamke hatosahau namna ambavyo mtoto akiwa mjamzito. Kwa sababu ni season ambazo zina define maisha ya mwanamke kwa kiasi kikubwa sana. Anapitia kwenye mabadiliko ambayo pengine hata yeye hakuyawaza, hakuyawahi kuimagine. Anapokuwa mjamzito, anapojifungua, anapokaa kulea mtoto hatua za mwanzo. Kwa hiyo ndio maana tukaomba mimi ni kitu kizuri tunahitaji kuzungumza experience mbalimbali na wewe mpendwa mtazamaji uone vitu gani ambavyo pengine vitakusaidia
na hata kama sio wewe unaweza kusaidia watu wengine kwenye jamii yako, kwa sababu tunajifunza sio kwa ajili yetu tu, ni kwa ajili pia ya watu wengine ambao tutaweza ku impact maisha yao. So kabla sijaenda kwenye changamoto zinazowakumba na wafanye nini, nafikiri utaichukua tu moja kwa moja hiyo. Umenikumbusha kitu kwamba ni vizuri hasa wababa waweze kuelewa emotions na hormonal labda changes ambazo mama anapitia wakati wa ujauzito, kwa sababu anaweza akakuudhi labda ukaichukulia serious, kumbe kile kipindi haujakielewa, si ndio? Yes. Yeah. Ni kipindi ambacho mtu anakuwa na mabadiliko mengi. Wanawake tunapitia seasons ambazo tunakuwa na zile homoni zinapanda na kushuka, zinapanda na kushuka. Katika kipindi cha ujauzito hivyo hivyo, akijifungua pia hivyo hivyo, homoni hii ishuke, homoni hii ipande ili aweze kunyonyesha, ili mambo ya kulea yaweze kuendelea. Sasa unajua homoni ni kemikali, kwa hiyo inavyopanda inashuka, inaleta mabadiliko ya kimwili, yani physically, inaleta mabadiliko namna anavyofikiri. Kuna kitu anaita pregnant brain au baby brain. Kwa hiyo kila mtu ana namna ambavyo zitamfanya abadilike na aweze kujisikia. Ndio anakula nani? Emotionally. Wanakula michanga nini ile? Ano, hiyo ni ukosefu wa madini. Chele. Ni ukosefu wa madini. Yaani kula vitu ambavyo kikawaida havitaki kuliwa. Hiyo chips za Kariakoo. Mume anatumwa saa 8. Tena ukienda kuchukua Sinza unarudishwa. Unarudishwa. Sio hivi. Gani mimi mume wangu haendi. Yaani ana shida. Atafanya kile ambacho umemwomba, lakini atasema mimi siendi usiku saa 7. Kwa sababu nafikiria vitu vingine. Yaani mimi nachekaga sana. Eti mtu hataki chips za Mwenge, anataka za Kariakoo. Anyway, I don't know. Sijui kama ipo, alafu unaweza ukafikiria mtu anajifanyisha sijui. Lakini hamnaga ka element ka kujifanyisha kwenye pregnancy. Okay. Nafikiri kuna ambao wanaweza, yani hasa kila mtu anamjua mtu wake. Kama naona mtu wangu nikimuongezea hapa ki element atafanya. Then kuna wanaotumia hiyo opportunity kufanya. Lakini kuna ambao nimekaa nao kabisa, yaani nashindwa kumuelewa. Wewe juzi tulikuwa tunakula wote huu wali na dagaa vizuri. Leo unaniambia huwezi kula. What has happened? Nini kinatokea? Kwa hiyo naye hajui, lakini anakuambia tu hakiwezi kupita. Kwa hiyo so huyu mama anapitia changamoto emotionally, mentally, physically, mwili wake umebadilika, ana mtoto ambaye pia ni mgeni kwake. Hizi changamoto zote na kuna anazi handle vipi, na kuna fursa gani hapo, na afanye nini? Sawa. Niseme hivi, ujauzito ni kipindi cha miezi 9 kama kusipokuwa na mabadiliko mengine yoyote. Na ile miezi 9 imegawanyika kwenye trimesters. Tunaita trimester. First trimester miezi mitatu ya ule ujauzito. Second trimester na third trimester. Sasa mama anapojifungua ile miezi 3 ya mwanzo tunaita fourth trimester. It's also a trimester. Ni miezi ambayo mtoto anajiadjust kuishi nje ya mama, na mama anajiadjust kuweza kuhende ule mtoto. Nafikiri ndio bana pia serikali yetu ikaweka likizo ile miezi 3. Sijui walizingatia nini, lakini nafikiri pengine kuna kitu kama hicho pia walifikiria. Nasikia kwa premature watoto wa premature wameweka mpaka 6. Premature inaanza kuwa counted ukishatoka hospitalini. Okay. Ule muda yuko hospitali hauhesabiwi. Sawa, akiwa kwenye incubator. Ule muda yuko hospitali haihesabiwi. Akiruhusiwa ameenda nyumbani ndio utaanza kujaza hapo maternity leave yako. Yes, and I was very happy kuona hicho kitu kimepitishwa, maana they go through a lot wale mama kwa kweli. Kwa hiyo tunapozungumzia hiyo fourth trimester ni adjustment za namna nyingi. Na unajua kwenye jamii zetu za Tanzania au za Kiafrika, kila jamii ina mambo yake inavyomchukulia mama mpya. Mzazi, tuseme mzazi. Inavyomhendo mzazi. Kuna ambayo inamweka kweli miezi 3 yule mama akae asifanye chochote. Kazi yake ni kunyonyesha mtoto na kulisha. Hiyo ni nzuri, lakini pia sio nzuri sana. Mwingine mama atakaba wiki 2, baada ya hapo aende akaendelea na shughuli zingine.
Kwa kila jamii ina namna yake, namna ya kuwalisha na vitu kama hivyo, lakini in general tukiangazia swala la emotions. Ndio. Unapopata yule mtoto, kwanza emotions zinaweza zikabadilika from ukiwa mjamzito. Ile experience ya kujifungua pia inachangia sana kwamba yule mama atahandle vipi mtoto wake akishapewa. Lakini unapokuwa una yule mtoto wako mpya mkononi, kwenye ufahamu wako unahitaji kuelewa kwamba kuna binadamu anayekutegemea wewe 100%. Sawa, inawezekana sio 100 kabisa, kwa sababu kuna ambao wanapoteza maisha, watoto wanakuwa. Ndiyo. Lakini katika uhalisia ambao Mungu amekupa yule mtoto pale, anategemea wewe maisha 100%. And everything you can do to yourself, ndio hicho unahitaji kufanya kwa yule mtoto. Yeah. Umlishe, umwogeshe, umbembeleze, uongee naye, uhakikishe yuko msafi, alale, afanye nini, umuombee. Yani vitu vyote ambavyo unajifanyia unatakiwa kumfanyia yule binadamu 100%. Kwa hiyo ile inategemea namna mtu anavyoweza kuhandle. Ile tu kwamba kuna kiumbe kinanitegemea mimi 100%. Na mimi mwenyewe bado sijapona, heal, na mimi natamani msaada. Yes, exactly. Kwa kuna ambao wanaweza kuihandle vizuri na kuna ambao wanaona this is too much and this is too much on me. Naona. Sababu kuna vitu natamani hata mtu akusaidie, lakini sababu ni mtoto wako hakusaidii. Akitulia katoto, hata mtu amekuja atamshika. Yeah. Mtoto akilia mpelekeni kwa mama yake. Sababu gani? Kuna vitu wanaona huyu mtoto hatuwezi kumfanya kitu, mama yake ndio anaweza kumfanya kitu. Kwa hiyo that emotion part, na ni kipindi ambacho mama anahitaji emotion support kubwa sana kwa watu ambao wako wanamzunguka. Tunasema it takes a village to raise a child. Inahitaji kijiji. Sasa na kijiji hicho kinajengwa kabla huyu mtoto hajaja. Yeah, so you have to build your village kabla huyu mtoto hajaja, ili mtoto akifika una support system ambayo itakusaidia uweze kutransition kwa urahisi ule wakati wa trimester ya 4. Yule mtoto atapitia seasons mbalimbali. Kama ambavyo wewe unakuwa pengine haujielewi kwamba huyu nifanye nini, mtoto pia hajielewi. Kazi zake kubwa zitakuwa ni kula, kulia, kulala, kujisaidia. Hizo ndo kazi zake ambazo tukakifanya. Sasa kuna wengine wanafanya hivyo vitu kwa utaratibu mzuri na kuna wengine hawafanyi kwa utaratibu mzuri, sababu hawajui pia, they're still learning mambo kwenye hii dunia. Kwa hiyo that part ni muhimu sana, emotional support. Utakuwa na nyakati ambazo utajisikia uko down, they can happen, na wala usione kama ni kitu kibaya kwamba kwa nini mimi najisikia hivi. No, mwili wako unajaribu na wenyewe kujielewa. What has happened? Tumeishi na hichi kiumbe miezi 9, all of a sudden hatuna kiumbe mwenye mwili wetu, hormones zinabadilika, tunahitaji tumnyonyeshe huyu kiumbe. Kwa hiyo pia inakuwa kidogo. Mama anatakiwa kujiandaa kabla ya kupata mtoto. Achana na maandalizi tu ya kula vizuri, kuangalia vitamini zinazofaa, lakini kwenda kwa daktari, kununua nguo, kupiga picha, sijui zile baby shower. Kuna baby shower, kuna baby shower, kuna kupiga zile picha za photoshoot. Nini hasa ambacho mama ajiandae ili emotionally aje awe fiti na physically na socially? Kwa sababu dokta, unafahamu kwamba kuna mtu ambaye akipata ile baby weight anachanganyikiwa pia. Preparations kitu muhimu sana umekitaja. Preparations, yes, kama hizo ambazo Nyako amezisema, lakini pia zaidi tafuta information. Na tafuta information kutoka kwenye vyanzo ambavyo ni sahihi. Jifunze. Tunajua kwamba jamii yetu wengi hatuna utamaduni wa kujifunza, na pengine unaweza kufikiri kwani kuwa mzazi unahitaji kujifunza? Yes, unahitaji kujifunza kwa sababu tuko kwenye zama ambazo taarifa ni nyingi sana zinatupwa hewani. Sasa consume, utakachokipata inaweza kikakusaidia au kikakuvuruga zaidi. Sasa ili wewe uwe salama, tafuta information sahihi, tafuta taarifa sahihi
Yani unavyoendelea na ujauzito wako, tafuta taarifa ambazo ni sahihi, ujue kwamba kujifungua kuna kuaje, mtoto akija anatakiwa nifanye nini, namna gani ya kumsaidia mtoto. Kuna watu analia they have reasons, lakini sisi tunasema for no reasons. Kwa hiyo jua namna gani ya kuhandle mtoto akiwa analia, namna gani ya kumfundisha mtoto alale akiwa tumboni mwako. Hajui yani usiku na mchana, wewe ndio utakaye determine kwamba akiona umelala anaweza kala, kumbe huu ni muda wa kulala. Akiona umetulia anajua sasa hivi ni muda wa kutulia. Akiona una heka heka anajua huu muda kuwa na heka heka. Kwa mara nyingi mtoto atafuata pattern yako wewe mama. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza how to kutrain mtoto kulala vizuri, sababu unahitaji kulala. Part of your rest ambayo unahitaji ni kulala vizuri. Kwa hiyo ili ulale, lazima mtoto alale. Mtoto wako akiamka watakuletea. Unless wewe umejenga hicho kijiji chako vizuri. Ambacho baba lese umesha kamua maziwa, unaambia mtoto akiamka mtampa haya maziwa, mimi msiniamshe nilale. Sasa wengi tunakuwa pia hatujaandaa vitu kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo hayo ni maandalizi pia ya muhimu sana kusaidia. Si kila mara unahitaji kama una support, si kila mara utahitaji wewe kumnyonyesha mtoto wako. Kama ume-express na una mtu wa kusaidia kumpatia mtoto maziwa, umeamini ameelewa na yeye amejifunza, unamwachia. Nipe haya masaa 3 nilale. Okay. Kwa hiyo tumesikia vizuri kuhusiana na namna ya kujiandaa. So now physically, unajua kuna watu wanasema nikinyonyesha sana maziwa yatalala, au mimi sipendi unene. Mtu amenyonyesha mtoto miezi 2 tu tayari anaanza kusikitika kuhusiana na mwili wake. Unajua hatutakiwi kuwalalaumu watoto. Watoto ni baraka Mungu ametupa. Kwa hiyo hutakiwi kufikiria kwamba ile mtoto ndio amekufanya wewe unenepe. Kuna watu wana watoto na amenenepa. Kwa hiyo hata bila yule mtoto ungeweza kunenepa kwa sababu zako zingine. Kwa hiyo wengi huwa tuna gain weight. Wachache huwa hawanenepi sana, lakini wengi huwa mwanamke anapokuwa mjamzito anaongezeka. Kwa kuongezeka kuna tofautiana pia. Inategemea tu pia na response ya mtu na lifestyle na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Nyako, tulikuwa tunazungumzia kuhusu physical changes, mabadiliko ya kimwili ambayo yana mama anapitia anapokuwa amejifungua. Ule you had a baby weight, uligain. Kwa ukijifungua utapungua kwa sababu mtoto ametoka na kilo zake, kwa zitapungua. And then kinachoendelea baada ya pale sasa ni vitu vingi vinachangia. Lakini ninachotaka kumwambia new mom ni kwamba mwili wako ulipata mabadiliko hayo taratibu kwa miezi 9 mfululizo. Si ndio? Kwa hiyo tukitaka turudishe mwili wetu vizuri pia mwanzo, tujipe miezi 9 tena. It's true. It makes sense. Tujipe muda. Yaani tusitake ile kwamba nataka by 6 weeks, nikifika wiki ya 6 niwe nimekuwa hivi. Sababu wengine tunaangalia tunajilinganisha na watu mbalimbali tunawaona huko kwenye social medias na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie kwamba mimi focus yangu sasa hivi inabidi kuangalia mimi kama mama, focus yangu sasa hivi ni kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa vizuri. Nipate maziwa ya kutosha nimnyonyeshe. Na kupata maziwa ya kutosha sio kwamba ule sana. Kuna vitu vingi unahitaji kufanya hapo. Emotions uwe sawa, fluids uweze kunywa fluids za kutosha, rest, upumzike vizuri. Hizo vinachangia. Unahitaji kula kilo 6 za ugali. Kwa hiyo mwili wako utarudi taratibu. Cha msingi tu fanya vitu sahihi kwa wakati ukifika. Zile wiki 6 za mwanzo mama huhitaji kufanya mambo mengi, huhitaji hata kuanza nianze kufanya mazoezi mazito, nifanye hivi labda pengine hata before pregnancy hukuwahi kufanya mazoezi. Ndio hicho. Na sasa hivi ndio unataka ghafla uanze mazoezi, utajiwekea mzigo mkubwa. Na bado una mwili wako una transition kwenye mambo mengi. Utajiwekea mzigo mkubwa ambao haujawahi kuupitia. Kujipe muda, jipe grace, yani show yourself grace. Wewe ndio wa kuupenda mwili wako. Sawa, ili uweze kupita vizuri. Mwili utarudi kwa kufuata njia sahihi, lakini cha msingi ni muda. Jipe muda wa kutosha kabisa. Usipambane wengine ndio challenge unajua. Tunafika miezi 6 ndio nimerudi pre-pregnancy weight. Sawa, it is good na tunarudi,
lakini cha msingi ni kuna ambao wanarudi bila effort zozote. Yeah, kama mimi kwa kweli narudigi tu bila effort zozote. Naona kama ni Mungu tu, ni namna ambavyo nimeumbwa. Kabisa. Ya mwisho kabisa, unafikiri mazoezi ya kabla ya pregnancy ni ya muhimu na yanaleta change yoyote wakati wa kujifungua na baada? Na je, inakuwaje mwingine ananenepa sana, mwingine anabaki, kwa mfano kama mimi, naamini hata wewe. Kuna dada nilimsikia alikuwa anasema angejua asingefanya mazoezi mpaka amalize kuzaa watoto kwanza. Hapana, hiyo sio sawa, kwa sababu hatufanyi mazoezi kwa ajili tu ya mwili upungue. Naona mazoezi yanataka kuwa sehemu ya maisha yetu kwa ajili ya kujenga afya yetu. Kwa ufanye mazoezi kwa sababu mwenenepa unataka upungue. Mimi na Nyako tunafanya mazoezi, lakini sisi sio wanene. Naona. Kwa hiyo sina ninachotaka kupungua. Kwa hiyo sio kwamba nafanya ili nipungue, ni kujenga lifestyle ya kuwa na afya. Ni muhimu kweli kujengea hiyo kama mwanamke, hata kabla hujakuwa mjamzito, hata kabla hujaona kwamba nataka kuwa na watoto. Inakusaidia hata ile transition yako ujifungue vizuri. Mungu anatusaidia. Unapokuwa umekuwa umeshazoea na mazoezi, hata ukijifungua inakuwa rahisi kuweza kurudi kwenye lifestyle yako vizuri. Taratibu utaanza mazoezi ya kutembea, kukimbia kidogo hapo around ya nyumba yako, baadaye utaweza kuendelea na mengine zaidi. Wow. That's so interesting. Nashukuru sana daktari kwa maelezo haya mazuri. Na nafikiri kuna mtu ambaye amejifunza, especially mimi na wadogo zangu wengi tu ambao wana karibia kupata watoto, walikuwa wanatamani kupata ujumbe huu. Kwa hiyo unaweza ukashare video hii ili watu wengine waweze kujifunza, ukalike, ukacomment, tukajua maoni yako. Wewe ulipokuwa mjamzito, kabla, wakati na baada, ulikuwaje? Ulijifunza nini? Ulijisikiaje? Share hapo ili tuweze kuelewa. Kwa hiyo hadi wakati mwingine, asanteni sana. Asante sana. Maana ni wewe na mimi. Bye.